Na haya basi, kwa ukiwa unaendelea kufuatilia YouTube channel yangu, ningependa kukushukuru sana kwa kuendelea kuishikilia na kuendelea kufuatana, ili tuweze kwa pamoja kuelewa uchambuzi wa fasihi, hususan tenzi zile za kale. Kwa hivyo kipindi kilichopita tuliweza kuangalia vyanzo vya maudhui katika utenzi wa mwana kupona. Kwa hivyo tunapoelekea kumaliza uchambuzi huo wa vyanzo, maudhui, mtiririko, nini na beti zenyewe, naomba tuangalie swala la utata wa kimawazo au mgongano au tuseme mgogoro ambao unatokana na utenzi huu wa mwana kupona. Hapo awali nilikuwa nimedokeza kwamba utenzi huu wa mwana kupona umeweza kupata pingamizi au mawazo tofauti tofauti kutegemea uelewa wa msomi na namna ambavyo anafasiri ujumbe wa mwana kupona. Kwa hivyo wakati unasoma ule utenzi utapata kwamba kila mmoja huwa na namna ambavyo anauelewa. Kuna wale ambao wanauelewa kwa njia ya kipekee. Kwa mfano wale ambao wataielewa waseme, huyu mwana kupona huenda alikuwa anamdunisha mwanamke, au huenda alikuwa anamtukuza, au mwingine atasema huenda huyu mwana kupona alikuwa anaendelea kushikilia ule utamaduni wa kitambo. Haya yote ni mawazo ambayo kila mmoja huweza kuyapata wakati anafanya nini? Anasoma. Kwa hivyo hili jambo lilipelekea wasomi na watafiti kubainisha kipengele cha mgogoro au mgongano wa kimawazo kwa kurejelea utenzi huu wa mwana kupona. Na katika kurejelea hili swala la mgogoro, wameweza kufasiri namna ambavyo watu fulani, wasomi fulani huweza kuleta mawazo yao pamoja na kufasiri maudhui kwa upeo wa mwana kupona. Kwa hivyo wakati naangalia huu mgogoro, tunapata kwamba kuna makundi matatu ya watu kutegemea uelewa na fasiri za watafiti hawa, kutegemea ile data ambayo waliweza kuipata kutoka wapi? Kule nyanjani. Kwa hivyo ukiangalia utapata kwamba kuna makundi ya watu watatu. Na wakati unachambua makundi haya yote yanasema kwamba utenzi wa mwana kupona umeweza kuwavutia Waswahili wengi kwa misingi ya maudhui yake. Kwa hivyo kuna kundi la kwanza au yale makundi ni yaite nini? Matapo. Ukiangalia haya matapo au makundi matatu, utapata kundi la kwanza ni lile ambalo kuna wale ambao wasomi ama watafiti ambao wanaona kwamba mwana kupona anasimulia na kueleza utamaduni wa ndoa pamoja na ulezi wa Waswahili. Kundi la kwanza anasema kwamba huyu mwana kupona yeye alikuwa anasimulia tu na kueleza utamaduni na malezi au ndoa ya Kiswahili. Kwa hivyo yale yote ambayo anasema kwenye utenzi wake kutoka ubeti wa kwanza hadi ule wa 102, yote anajaribu tu kusimulia jinsi ambavyo utamaduni ulikuwa, jinsi ambavyo ndoa ilikuwa na jinsi ambavyo malezi ya Kiswahilini yalikuwa. Kwa hivyo hilo ni kundi la watu wa kwanza. Kundi la pili ni wale wanaodhani kwamba mwana kupona anamdhalilisha mwanamke na kumuona kama kiumbe kisicho na usemi mbele ya mwanaume, kiumbe dhaifu. Ukiangalia hawa wanatapo la pili hawa, ukiwaangalia hawa wanasema kwamba wakati unasoma huu utenzi wa mwana kupona, kidogo unapata kwamba mwana kupona ni kama alikuwa anamdhalilisha au anamdhalilisha mwanamke huku akimtukuza nani? Mwanaume. Kwa hivyo hawa wanashikilia, kwa sababu ukiangalia anasema kwamba ule mfungo wa kimaudhui wakati tulikuwa tunachambua huu utenzi ulipata kwamba mwana kupona anasema, anamshauri binti yake akimwambia kwamba wakati ukienda usichelewe kurudi, ukivaa vaa vizuri, wakati ukiona mwanaume akiingia sijui ufanye nini. Haya yote wanaona kama ni kumdunisha au kumdharau mwanamke, kiasi kwamba akikuja umpikie, umkande, ufanye nini. Haya yote
ni kama dharau kwa mwanamke. Na hii labda tuiseme kwamba tukiweza kuichukulia tunaweza kusema ni fasiri ya kisasa. Fasiri ya kisasa kwa sababu sasa hivi kumeweza kutokea swala la muunganiko, na mara nyingi watu wamefunguka na ulimwengu wa nje. Kwa hivyo wanauelewa zaidi juu ya mambo fulani ambayo yanatendeka kule nje, wakayamithilisha moja kwa moja na yale ambayo yanapaswa kufanyika wapi, hapa nchini au katika sehemu ambazo wao wenyewe wanatokea. Kwa hivyo ukiangalia hilo mfungo huo, mambo kama haya ukiyaleta katika ulimwengu wa sasa, utapata watu wengi huenda wakagongana nayo, wakapingana nayo sana. Kwa sababu ukiangalia tu kina dada wa siku hizi, uwaambie kwamba wafanya mambo kama haya, kidogo nadhani naweza kuwa na wakati mgumu sana kuzuia kero zao. Kwa hivyo hao ni wanatapo wa pili ambao wanasema Mwanakupona alikuwa anamdhalilisha nani? Mwanamke, na kufanya kuwa kiumbe cha huduma tu mbele ya mwanaume. Kisha mwisho kuna tapo la tatu au kundi la tatu. Kundi la tatu ni wale ambao wanaoshikilia kwamba Mwanakupona kundi la tatu wanasema kwamba wale ambao wanampinga Mwanakupona ni wale ambao hawakumuelewa. Naona tamu wa fasihi. Wale ambao wanampinga ni wale ambao hawakumuelewa vizuri. Na hawa wanahoji kwamba mwanaume ndiye kiumbe dhaifu hapa. Sasa sikia. Wale watangulizi ambao tumetoka wamesema Mwanakupona alikuwa anamdhalilisha mwanamke. Lakini hawa mwisho wanasema wale ambao wanampinga Mwanakupona na kusema kwamba alikuwa anamdhalilisha mwanamke hawakumuelewa vizuri. Kwani huyu Mwanakupona kulingana na hawa, huyu mwanaume ambaye mnafikiri kwamba Mwanakupona anamtukuza ndiye kiumbe dhaifu. Kwa nini? Anahitaji kubembelezwa, anahitaji kupunwa ndevu, anahitaji kufanyiwa nini? Haya yote tukiweka hapo, huyu ambaye anahitaji kufanyiwa hayo ndiye dhaifu. Na wanahoji kwamba pia iwapo mwanamke ana akili na anatumia huu utenzi, ni rahisi sana kumdhibiti mwanaume. Kwa sababu ukifanya haya yote, huyo mwanamume ambaye sasa ni kiumbe dhaifu kwako, utakuwa umemweza na utakuwa umemweka wapi? Ndani. Kwa hivyo haya ni makundi au matapo ya watafiti na wasomi ambao walikuwa wanaainisha utenzi wa Mwanakupona kwa misingi ya kimaudhui. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kuangalia mengine mengi, lakini huenda hivi karibuni tutakuwa tunavuka kwenye uchambuzi wa utenzi wa labda Fumo Liyongo au utenzi wa Ali Nkishafi kutegemea majira. Kwa hivyo iwapo wakati ukiniruhusu, tunaweza tukaangalia ule utenzi wa Ali Nkishafi, tuangalie utenzi wa Fumo Liyongo. Yote hayo katika channel hii, kiungo hiki. Kwa hivyo endelea kushikilia, usiondoke. Shiriki na wenzako, kundi liendelee kuwa kubwa, tuweze kupata utamu wa fasihi yetu, fasihi ya Kiafrika, na tuendelee kuitukuza hii fasihi ya Kiafrika ambayo inatulea na kutukuza sisi kama Waswahili na wenye nia njema kwa bara letu la Afrika, na mila zetu, utamaduni wetu, kuukuza, kuendeleza na kurekebisha hapa na pale kupitia fasihi ya waandishi wasanii wetu. Shukrani.